Asifiwe sana mtazamaji na msikilizaji wangu wa Sibuka TV. Ni mimi ndugu yenu mchungaji Daktari Livingstone Dennis kutokea Dodoma. Ninayo furaha tena kwa wakati mwingine kuzungumza na wewe kupitia kituo chetu kizuri sana cha television cha Sibuka TV ambacho kimekuwa kikirusha matangazo kwa mwaka mzima, na kwa mwaka mzima umeendelea kutufuatilia na umeendelea kupokea vitu vingi kupitia kituo hiki cha Sibuka TV. Tunayo sababu ya kutoa shukrani kubwa kwa Mungu kwa ajili ya maono ya kanisa la EAGT la kuwa na kituo cha television. Tunayo shukrani kwa askofu mkuu, Askofu Brown, Daktari Brown Mwakipesile, ambaye amekuwa na mzigo na maono ya kazi hii. Tunayo shukrani sana binafsi juu ya mkurugenzi ndugu yetu Profesa Binagwa, ambaye naye pia amekuwa ndio amekuwa msimamizi na mfuatiliaji wa kuhakikisha kwamba kituo hiki kiko hewani wakati wote na hata kwa kukipata na kwa hewani. Mungu ambariki sana askofu wetu mkuu. Mungu ambariki sana ndugu yetu Profesa Binagwa. Lakini siachi kutoa shukrani kwa ajili ya wafanya kazi wote ambao wamekuwa makini na kujitoa kwa kazi kubwa kwa mwaka mzima. Hivi siku ya leo, Ijumaa ya leo ni Ijumaa ya mwisho kwangu kufundisha, na Ijumaa ijayo itakuwa mwaka mwingine mpya. Kwa hiyo nimeona vyema kabla hatujajifunza neno la Mungu nitoe shukrani zangu za dhati kwa kazi kubwa ambayo watenda kazi wameifanya ya kuhakikisha kwamba matangazo hayo yanakuwa hewani na watu wanayasikia kutoka kona zote za nchi na hata nje ya nchi. Mungu awabariki sana watenda kazi. Mungu awabariki sana Profesa Binagwa, na Mungu ambariki sana askofu mkuu kwa kazi njema ambayo ameifanya, na kwa moyo na kwa maono na kwa mzigo kwa ajili ya kanisa. Na sasa nataka niombe. Baba mtakatifu, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, asante kunipa nafasi nyingine ya kusimama mbele ya watu wako hawa ambao wanasikiliza na wanaotazama. Naomba neema yako inayopita ufahamu wa kibinadamu ikawe pamoja na kila mmoja wao ambao wanasikiliza neno lako. Na Bwana Mungu, neno hili likawe na faida sana kwao. Tumekuwa hewani kwa mwaka mzima na zaidi, na mambo mengi sana Mungu umesema na watu wako. Lakini tunapokwenda kumalizia mwaka huu na kipindi hiki ambacho mimi nasimama nikijua Ijumaa ijayo nitakaposimama tena nitakuwa nasimama katika mwaka mwingine mpya. Naomba nipe neno litakalowafaa watu hawa, litakalowavusha katika mwaka huu na kuingiza katika mwaka mwingine. Asante Mungu mtakatifu kwa uaminifu wako mkubwa, katika jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi wetu aliye hai. Amen. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Sibuka TV, tumekuwa tukijifunza mambo mengi, na Ijumaa iliyopita kipindi kile cha asubuhi nilikuwa na somo linalozungumzia juu ya pepo wachafu namna gani wanaweza kurudi tena kwa mtu, na nilikuwa sijalimaliza ile somo, lakini nimeona kwa sababu tunaingia mwaka mwingine hivi baada tu ya Ijumaa hii ya leo, nitakutana na wewe mwaka ujao. Mbona ni vizuri nipate ujumbe, na Mungu nimemwomba nipe ujumbe ambao utatusaidia kutuvusha mwaka mwingine. Naomba sana wewe msikilizaji mzuri kwa asubuhi ya leo ambayo tunakaribia kuingia mwaka mwingine. Katika kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza sura ya 20 na mstari wa 21 na wa 22. Wafalme wa Kwanza sura ya 20
na mstari wa 21 na 22. Biblia inasema mfalme wa Israeli akatoka akawapiga farasi na magari, akawapiga Washami pigo kubwa. Na yule nabii akamjia mfalme wa Israeli akamwambia, nenda kusanya nguvu zako, ujue na kuangalia ufanyavyo, kwa maana mwakani mfalme wa Shamu atakuja juu yako. Nenda ukusanye nguvu zako, na asema ujue na kuangalia ufanyavyo, kwa maana mwakani mfalme wa Shamu atakuja juu yako. Hili ni neno la tahadhari ambalo huyu nabii anamwambia mfalme wa Israeli baada ya kushinda vita, kushinda maadui na kuwa anashangilia ushindi mkubwa. Na wakati anashangilia ushindi mkubwa katika kushinda vita vyake, nabii anamjia na neno la tahadhari kwamba angalia, umeshinda vita, angalia, umefaulu sana, lakini yule adui ambaye umemshinda mwaka huu na umefaulu mwaka huu, ujue kwamba adui hajakata tamaa, anajipanga ili mwakani tena arudi. Mwakani anarudi tena juu yako ili apigane na wewe. Kwa hiyo anamwambia jihadhari sana, na angalia unavyofanya. Usikae tu kushangilia ushindi ulionao, lakini ujipange, ujiweke vizuri, kwa sababu ujue adui bado yupo na anajipanga na ana makusudi na ana mipango ya kuhakikisha mwakani tena anarudi juu yako. Nami mtumishi unayenisikiliza, ndugu yangu unayenisikiliza, ikiwa ni mchungaji, ikiwa ni mshirika, ikiwa ni askofu, ikiwa ni ndugu yoyote mwingine, najua inawezekana mwaka huu umekuwa mwaka wako wa ushindi mkubwa. Umekuwa ukitangaza na umekuwa ukijielewa, umekuwa ukishuhudia, umekuwa ukitoa maelezo mengi, na una ushuhuda wa mambo mengi ambayo umetenda au umetendewa na Mungu. Umeona maadui wakati mwingine waliojipanga juu yako wakitawanyika, na wewe ukipokea ushindi. Naona na mpaka hivi sasa ninavyozungumza na wewe, una ushuhuda wa mambo mengi ambayo Mungu amekutendea kwa mwaka mzima. Una ushuhuda wa ushindi mkubwa uliopata mbele ya maadui ambao wamekuzunguka wakati mwingine, na walikuwa wametamani kukuona unakufa, wamekuwa wakitamani kukuona unapata hasara, lakini wameona namna ambavyo wewe umeshinda na umesimama na unaendelea na unastawi. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wa Sibuka TV, unapoenda kumaliza mwaka huu kwa ushindi, unapoenda kumaliza mwaka huu kwamba umestawi sana, sasa mwandishi nabii anatoa neno la tahadhari. Nami ndugu yako mtumishi ambayo Mungu amenitia nguvu na kunipaka mafuta, amenipa ujumbe huu kwamba niseme na wewe neno la tahadhari. Amenipa ujumbe huu, sikuwa nimeufikiri kwenye akili yangu, lakini nimekuta unakuja na Mungu anaweka kwa nguvu sana ndani yangu, kwamba niseme na wewe neno la tahadhari ya kwamba ni kweli umeshinda, ni kweli umefanikiwa, ni kweli umestawi, lakini adui yupo, hajakata tamaa. Mwakani tena anajipanga kuja juu yako. Sasa angalia vile ambavyo unavyofanya unapomalizia mwaka. Angalia vile unavyojipanga unapomalizia mwaka. Wengine mwaka wanaomaliza kwa sherehe, wengine wanamaliza kwa kusafiri, wanaenda manyumbani kwao kula na kunywa na watoto wao na baba zao na wazazi wao.
wanafika hapo tu wanajisikia raha kwamba wamemaliza mwaka vizuri, wanashangilia. Lakini nataka kusema kuna umuhimu wa kufahamu ya kwamba vita vyako bado vipo, na adui anajipanga juu yako mwaka ujao kuhakikisha kwamba anaharibu furaha ya moyo wako katika mwaka uliopita wa 2024. Lakini nataka niseme na wewe sasa, uwe na tahadhari. Jiangalie unavyofanya katika mwisho wa mwaka. Unajipanga kiasi gani katika kupambana na adui yako katika mwaka unaokuja? Umejiwekaje? Je, umeamua kumtafuta Mungu? Je, umeamua kuomba? Je, umeamua kufunga? Je, umeamua kujidhili mbele za Bwana? Kwanza kumshukuru tu kwa mwaka mzima aliyokutendea, lakini pia kujiweka sawa na kumwambia Mungu na kufunga na kutafuta uso wa Mungu na kumwambia Mungu na kukabidhi mwaka unaokuja. Naomba maadui najua wamejipanga juu yangu, lakini wewe ndiye Mungu pekee ambaye unaweza kuliepusha na kila adui. Unaweza kusema kama alivyosema Daudi ya kwamba maadui watakapojipanga juu yangu sitaogopa, kwa kuwa Bwana yu pamoja na mimi. Sasa unaweza ukasema maneno haya ikiwa umetafuta uso wa Mungu, ikiwa umeomba, ikiwa umefunga, ikiwa umejiweka vizuri na Mungu wako, ili Mungu wako awe Mungu wako wa kukutunza na kukulinda katika mwaka mzima utakaoanza 2025. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wa Sibuka TV, nikupe kisa cha mtu mmoja anaitwa Daudi. Kitabu cha Wafalme, Samueli wa pili sura ya 11. Samueli wa pili sura ya 11 na mstari wa kwanza unasema, hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye, na Israeli wote wakawaangamiza wana wa Amon, wakausuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Naona anakula raha, anakula maisha, kwa sababu mwaka uliopita ameona vita, ameshinda vita vingi. Nakumbuka kwamba Daudi alikuwa mtu wa vita, na Mungu alimpigania katika vita vingi sana. Alimpigania juu ya Goliati, alimpigania juu ya Sauli, alimpigania juu ya mfalme wa Akishi, na alimpigania juu ya Filisti. Alipigana hata juu ya wale watu waliokwenda kuharibu kituo chake na kambi yake, wakawachukua wake zake na wake za majemadari wake wakakimbia nao. Lakini Daudi akawafuatilia, Biblia inasema akajitia nguvu kwa Bwana Mungu wake, akawafuatilia maadui, akawakuta, akawaangamiza, akawarudisha wake zake pamoja na wake za majemadari wake na mnyara nyingi sana. Daudi alipiganiwa sana katika miaka ya nyuma na hata mwaka ulio wa nyuma yake. Sasa Biblia inasema mwanzo kabisa wa mwaka, wakati wafalme wanakwenda kupigana vita, unaona ilikuwa ni kawaida yao. Ilikuwa ni kawaida wafalme mwanzo wa mwaka wanapigana vita na kuhakikisha mipaka ya nchi yao iko salama, kuhakikisha maeneo yao yanayowazunguka yako salama na kupambana na kila adui mwanzo wa mwaka. Unaona, sijui ndugu yangu kama unaweza kuliona jambo hilo, lakini Daudi akawa anasherehekea ushindi wake wa mwaka uliopita, akawa anakula na kunywa. Ametuma tu watumishi wake waende kupigana vita, yeye mfalme akabaki Yerusalemu anakula na kunywa. Unaona, lakini hakujua adui alivyompangia. Nataka nikwambie ndugu yangu, unapokuwa unamaliza mwaka na unaingia mwanzo wa mwaka, huu ni mwezi wa muhimu sana, wa mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka, kuhakikisha jinsi ambavyo wewe binafsi
unajitoa kwa Mungu na unajiweka sawa, ili Mungu awe Mungu wako wa kukupigania na kukutetea katika mwaka unaofuata, na kutambua ya kwamba hata yote ambayo umeyafanya katika mwaka wa 2024 hukuyafanya wewe kwa nguvu zako, wala kuyafanya wewe kwa akili zako. Ni Mungu aliyekuwezesha ukawa na wakati wa kumshukuru, ukawa na wakati wa kusema Mungu asante, ukakaa nyumbani mwa Bwana ukamwambia Bwana, nakushukuru wewe, umenitendea maajabu, umenitunza, umenilinda. Wako watu wamekufa, na tumesikia ajali nyingi, tumesikia watu wamekufa kwenye magari, wengine wamekufa kwenye mambo mengine, na tumesikia watu wengine ambao ni mashuhuri lakini ghafla wamekufa, na wengine walikuwa na mipango mikubwa ya kufanya mwaka unaofuata, lakini na wao leo hawapo. Wewe umepita salama. Bwana amekupigania na kila adui, amekupigania na adui mauti, amekupigania na adui magonjwa, amekupigania na adui hasara katika biashara yako, na adui hasara katika maisha yako, amekutetea katika ndoa yako. Wengine wameachana, wengine wameharibu ndoa zao, zimekufa, lakini wewe unaendelea na furaha na mke wako. Kwa hiyo unapaswa kuona kwamba unapomaliza mwaka umshukuru Mungu, lakini pia ujipange kwa mwaka mwingine kwa ajili ya kumuita Mungu na kumuomba. Sasa Daudi yeye alikuwa anakula maisha, anakula raha, ametuma wengine waende kupigana vita, na amekuwa ni mzoefu wa vita. Sasa amezoea na haoni sababu tena kwenda vitani, amebaki Yerusalemu. Lakini angalia kilichompata Daudi. Unajua alipokuwa amebaki hana shughuli ya kufanya, shetani akampa cha kufanya. Unaona? Shetani akamtegeshea, na alipomtegeshea Daudi akajishangaa, akajikuta anakwenda kuanguka na mke wa jemedari wake. Akaanguka, akafanya dhambi ya uzinzi. Naona alipofanya dhambi ya uzinzi, maandiko yanasema wazi, alipogundua kwamba yule mke aliyefanya uzinzi naye ana mimba, akafanya kitendo kingine cha kuhakikisha kwamba anamuua jemedari wake. Unaona, akamuangamiza jemedari wake. Lakini kumbuka, Daudi ilimpiga gharama kubwa alipofanya vitendo hivyo. Kwanza ule mtoto aliyezaliwa alikufa, lakini la cha pili, yeye mwenyewe maisha yake yalikuwa maisha magumu sana. Unaona, nyumba yake ikawa nyumba yenye damu, watoto wake wakaanza kuuana, na roho ya uzinzi ikaingia ndani ya nyumba yake. Na haikuishia hapo, yeye mwenyewe mfalme akaanza kufukuzwa na mtoto wake, mtoto aliyemzaa, akamtoa kwenye kiti cha enzi cha utawala, akaanza kukimbia kwa miguu, mpaka wakati mwingine akakimbia hana viatu, wakati anakimbia tena anazomewa na maadui zake. Kwa nini? Alisahau kwamba mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka ni wakati ambapo tunapaswa kujiweka kwa Mungu kikamilifu, kumwambia Mungu, naomba mwaka huu unitunze, naomba mwaka huu unilinde, naomba mwaka huu unipiganie, naomba mwaka huu uwe upande wangu, unitetee. Maadui ni wengi. Maandiko yanasema wazi katika maandiko kwamba maadui zetu ni wengi kuliko nywele za vichwa vyetu. Hebu fikiri, unaweza kuhesabu nywele zako ukajua idadi ya nywele zako? Huwezi kujua idadi ya nywele zako, huwezi kujua. Lakini maadui ni wengi kuliko nywele za vichwa vyako. Kuna maadui mengine ni marafiki, unaweza kufikiri ni marafiki, lakini kumbe rafiki si rafiki, ni adui. Macho yako hayawezi kujua hilo, lakini anaweza kujua hilo ni Bwana. Kwa hiyo nataka kuzungumza na wewe ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wa Sibuka TV. Usiishie mwaka kwa kufanya masherehe na kula na kunywa. Hebu nenda mbele za Bwana, nenda ukaomboleze, nenda ukamtafute Mungu, nenda ukamwambie Mungu, na kuhitaji katika mwaka mwingine, nahitaji neema yako. Najua umenitendea mengi mwaka uliopita na mwaka unaoisha, lakini nakuhitaji zaidi katika mwaka unaoanza. Vita vyangu siviwezi mwenyewe, lakini wewe Mungu usimame upande wangu, uwe mpiganaji wangu kwa mwaka mzima. Na Mungu atafanya hivyo kwa kadri ambavyo utajitoa na kujimimina kwake.
Kwa hiyo jioni ya leo, asubuhi ya leo, nazungumza na wewe ndugu yangu, msikilizaji wangu na mtazamaji wa Sibuka TV. Ujiweke sawa. Hata kama hujaokoka, ni mwaka wako wa kuokoka, unamaliza mwaka kwa kuokoka. Mpe Yesu maisha yako, akuokoe. Maana yeye peke yake ndiye mlinzi wa kweli. Waganga wa kienyeji sio mlinzi. Hirizi sio ulinzi. Kuweka hirizi kiunoni au kwenye mlango au kwenye nyumba au mahali popote haitakusaidia chochote. Lakini mlinzi wa kweli cha maisha yako ni Kristo Yesu. Kwa hiyo katika asubuhi ya leo, nataka nikuhamasishe ndugu yangu kwamba huu ni wakati wa muhimu sana wa kuomba na kufunga na kumtafuta Bwana. Tafute Bwana maadamu anapatikana. Mwite maadamu yuko karibu, ili kwamba Bwana apate kukutetea. Maandiko yanasema mtu mbaya na aache njia zake, arejee kwa Bwana, naye Bwana atamrehemu. Hata kama umemtenda Mungu dhambi, mwambie Mungu, nataka kuja kwako sasa. Naungama na tubu dhambi zangu. Naomba Bwana unirehemu, ili Mungu akutendee mema katika maisha yako. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wa Sibuka TV, Mungu ni mwema na Mungu ana uwezo, lakini anasubiri Mungu kwako utafanya nini. Hebu ona mtu mwingine wa mwisho ambaye nataka nizungumzie habari zake, halafu nikuache. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ile ya 13 mstari wa 15. Sura ya 13 mstari wa 15. Wafalme wa Pili sura ya 13 mstari wa 15, Biblia inasema, Elisha akamwambia, toa uta na mishale. Naye akatoa uta na mishale. Akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta. Naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme. Akasema, lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Kalifungua. Basi Elisha akasema, piga. Akapiga. Akasema, mshale wa Bwana wa kushinda, na mshale wa kushinda Shamu, kwa maana utawapiga Washamu katika Afeki hata ukawaangamiza. Akasema, itwae mishale. Akaitwaa. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini. Akapiga nchi mara 3, akaacha. Yule mtu wa Mungu akamkasirikia, akasema, ingelikupasa kupiga mara 5 au mara 6, ndipo ungelipiga Shamu hata kuiangamiza, bali sasa utaipiga Shamu mara 3 tu. Unaona? Sasa ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, huu ni mwezi ambao tunaumaliza na tunaingia mwezi wa kwanza, mwezi wa kutafuta Mungu kwa bidii. Usifanye kama mtu unayefanya kuzima moto au kuuridhisha moyo wako kwamba nimeomba, au kujifariji tu kwamba nimetafuta Mungu. Unapaswa kuchukua hatua ya kikamilifu. Unaona, huyu ndugu amepiga mishale mara 3 akaacha. Inawezekana saa nyingine ukaamua kuwa na maombi ya muda mfupi, unasema Mungu, naomba niangalie mwaka ujao, halafu kaacha. Haitoshi. Unapaswa kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Unapaswa kufunga. Unapaswa kumtafuta Mungu. Unapaswa kujitakasa. Unapaswa kujitakasa mbele za Mungu. Uwe safi. Ingia mwaka mwingine ukiwa safi, roho yako, nafsi yako na maisha yako. Lakini pia uingie mwaka ukiwa umeamua kabisa kumtafuta Mungu. Umeamua kufunga, umeamua kuacha chakula, umeamua wakati mwingine hata kubaki kanisani. Wengine wanapozunguka huko na kule, lakini sasa mimi nitajifungia mahali fulani, niombe mbele za Mungu, nimtafute Mungu. Mungu anajibu maombi. Mungu anafanya kitu katika maisha ya watu, na Mungu akutendee hilo. Na kusihi sana ndugu yangu unanisikiliza na kulitazama, ya kwamba hauna njia ya kushinda mwaka ujao isipokuwa ni kwa njia ya Mungu. Ni kwa njia ya Mungu peke yake. Mungu peke yake ndio mwenye kuleta mafanikio yako katika mwaka unaokuja.
Mungu peke yake ndio atakayekutendea maajabu katika mwaka unaokuja. Mungu peke yake ndiye atakayekutunza na kukulinda juu ya maadui zako wanayokusagia meno katika mwaka unaokuja. Ndugu yangu, wako watu tunafahamu mwaka ujao ni mwaka pia wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi, nchi yetu inaingia kwenye uchaguzi. Mimi nawasihi sana, hata unanisikiliza hapa, labda ni kati ya watu ambao wana mawazo ya kuchaguliwa au kupigiwa kula, wanataka na wao wapigiwe kula. Hakuna njia nyingine itakayokusaidia. Tafuta Mungu, nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu wa mbingu na dunia, huyu ambaye alimwachilia Yesu Kristo akaja duniani kwa ajili yetu ili kutupa uzima, kwamba wewe ambaye ndiye mkuu wa uzima, wewe ndiye Bwana wa mafanikio yangu, na kuhitaji Mungu atakutendea kitu. Ndugu yangu, nakupa ushauri huu ufanyie kazi, na ikiwa uko tayari basi chukua hatua ya ziada. Nenda mbele za Mungu, jitafutia wakati fulani wewe binafsi kumtafuta Mungu. Mungu akubariki sana, na shukuru kwa sababu muda wetu unakwenda sasa, na nimebakiza dakika 4. Ningetamani nikuombee tunapomaliza mwaka mwingine. Ningetamani nikuombee. Ikiwa uko tayari nikuombee, basi funika macho yako. Na ikiwa uko tayari kumpa Yesu maisha yako, tunapomaliza mwaka, zimebaki siku chache sana, basi itakuwa vyema kwako kumpa Yesu maisha yako. Kwa hiyo hebu funika macho, halafu fuatisha maneno haya. Sema, Yesu, naja kwako jinsi nilivyo. Naungama dhambi zangu zote nilizozitenda kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Na kupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi na mfalme wa maisha yangu. Kuanzia sasa jina langu Bwana uliandike mbinguni na ulifuta kwenye kitabu cha hukumu. Naomba wewe Yesu uje moyoni mwangu, ufanye makao katika maisha yangu, utawale maisha yangu, na unifanye upya, niwe kiumbe kipya, niwe na maisha mapya kuanzia sasa. Ninakukubali wewe Bwana uwe Bwana wa maisha yangu. Hata ninapomaliza mwaka, naingia mwaka mwingine, nipe neema ya kufikisha mwaka huu mpya, na katika nguvu zako na katika uwezo wako, katika jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wangu. Amen. Mungu akubariki. Na sasa nataka nikuombee. Mungu mtakatifu, bariki ndugu yetu huyu ambaye amekubali kukupa wewe maisha yake tunapomaliza mwaka, na hawa wasikilizaji wengine wote ambao wamesikiliza maneno haya. Bwana Mungu, wape kuchukua hatua, kwa sababu wakati kama huu hawezi kupenya peke yake, hawezi kuvuka katika mwaka na kuingia mwaka mwingine peke yake. Lazima Mungu uwe Mungu wake. Naomba msaidie, mjenge, muimarishe. Neema yako iwe pamoja naye. Namtakia neema, na Mungu kambariki mtu huyu katika jina la Yesu. Amen. Nakutakia mchana mwema na mwaka mpya unaokuja mbele yako uwe mwaka wenye heri, na neema ya Mungu iwe pamoja na wewe, na Bwana akutunze katika mwaka unaokuja. Na haya ambayo nimekuhusia, naomba ukayafanyie kazi kwa nguvu zako zote. Mungu akubariki sana. Bye bye. GT